Lakini tukirudi katika swala zima la chakula, chakula cha haramu utakapokila ukakutana na mke, kisha ikenda ikapatikana mimba iliyotokana na chakula cha haramu, Imam Sadiq anasema yabinu fi dhurriya, athari zake chakula cha haramu kitadhihiri kwenye kizazi, kwenye huyu mtoto atakayekuja kuzaliwa. Sasa bahati mbaya wakati mwingine, na hivi ni vitu pia Uislamu umeviangalia sana, maana Uislamu unapokataza uzinzi, Uislamu unapokataza zinaa, unakuwa na vitu vingi ambavyo umeviangalia. Bahati mbaya mtoto mwingine anakuja kuzaliwa, chakula ni cha haramu, alafu mimba yenyewe imepatikana kwa mwanamke ambaye ilikuwa ni haramu kukutana naye. Kwa ni majanga juu ya majanga. Chakula cha haramu, na ndoa na ujauzito umepatikana katika mazingira ya zinaa. Kwa hapa inakuwa mtoto umemdhulumu. Kwanza umemdhulumu katika chakula ulichokila, lakini pia umekuja kumdhulumu tena katika mama au kumpata katika mazingira ya halali. Haya yote ni matatizo yanayokuja kukutana na watoto ambayo tunawasababisha ni sisi wazazi. Sasa leo mada isiwe ndefu sana, tusimame katika sehemu hii. Mtume anasema, Imam Sadiq anatuambia katika haki ya mtoto ni kuhakikisha kwamba ujauzito wake umepatikana kwa chakula kilichokuwa ni chakula cha halali na wala sio chakula cha haramu. Inshallah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie tuwe ni watu ambao ni wenye kujiepusha na vitu vya haramu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie tuwe ni watu ambao tunadumu katika kutafuta vitu vyetu vya halali. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tahirin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.